Je, uliwahi kujiuliza kwa nini muumba wako au Mungu wa kweli amenyamaza kimya kwenye maisha yako? Si kwa sababu umemuacha, rahasha. Ni kwa sababu kuna vitu umevibeba kwenye moyo wako, au ni tabia fulani, au ni mila na desturi umezibeba, zinasababisha muumba wako anyamaze kimya. Ukisoma katika Mwanzo 12 ule mstari wa kwanza, muumba anamwambia Abraham atoke kwenye nchi ya Ukaldayo, nchi ya baba yake na mama yake na jamaa zake na rafiki zake, aende kwenye nchi nyingine. Saa atakapofika pale, atambariki na kulikuza jina lake. Atakayemlaani atalaniwa, atakayembariki atabarikiwa. Sasa nisikilize vizuri jinsi ninavyoanza na jinsi ninavyomaliza, na mambo makubwa mawili ya kuongea. Jambo la kwanza, utii nusu. Muumba hawezi kukubaliki wala kukusikiliza kwa sababu ya utii nusu. Ukiwa na utii nusu, muumba wako au Mungu wa kweli ananyamaza kimya. Ukisoma katika Mwanzo 12 mstari wa 3 mpaka wa 4, utaona Abraham aliondoka na Rutu ambaye muumba hakumwambia aondoke naye, wakati muumba alimwambia atoke yeye, sio watoke. Yamkini na wewe uliwahi kusikia sauti ya vitu fulani kutokea kwenye msukumo wa moyo wako kwamba mwaka huu utajenga nyumba, mwaka huu nitapata kazi, mwaka huu nitaolewa, mwaka huu nitaoa, mwaka huu utaanzisha biashara hii. Unashangaa havikuwahi kutokea. Ni nini? Kuna vitu ulivibeba, au kuna watu uliwaambia habari zako wakageuka kuwa Lutu. Muumba akanyamaza kimya. Mungu wako wa kweli akanyamaza kimya, hakuongea na wewe tena. Si kwa sababu umemwacha, rahasha, hapana. Kuna vitu unaving'ang'ania. Ukisikia habari fulani kwenye moyo wako, unaenda kukaa na ndugu zako, unawaambia, tayari unabeba mila na desturi. Jambo ambalo nasababisha muumba asiseme na wewe. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 30:11 mstari mpaka mstari wa 14, anasema ni nani atakayetupandia mbinguni, au ni nani atakayetuvukia ng'ambo ya bahari tuje tusikilize habari hizi? Anasema sauti iko ndani ya moyo wako na kwenye kinywa chako, inakuelekeza kitu gani ufanye. Kuwa makini. Jambo la pili, muumba ana jinsi anavyokurudia. Ukisoma katika Mwanzo 13 mstari wa 14, utaona jinsi ambavyo Abraham na Rutu walipotengana, ndipo muumba akaanza kuongea na Abraham, ikiwa ni miaka 13 muumba aongee na Abraham. Lakini wakati anaongea na Abraham, ile bustani ya vitu vizuri ilikuwa imechukuliwa na Rutu muda mrefu. Kwa hiyo yawezekana kuna vitu vyako viko utumwani vinafanya kazi kwa sababu tu ya Rutu uliyembeba kwenye moyo wako, au kwa sababu ya tabia unazong'ang'ania za kupenda mila na desturi. Na pia ukitaka kuelewa, katika Mwanzo 13 mstari wa 10 mpaka 11, utagundua wachungaji wa mifugo wa Rutu na Abraham walipokuwa wamegombana, hatukuona wachungaji wa Rutu wanalaniwa. Ni kwa sababu muumba alikuwa amenyamaza kimya. Ulitamani muumba angamize vitu fulani vibaya kwenye maisha yako, ni kwa sababu wewe ulimbeba Rutu, muumba wako au Mungu wa kweli akanyamaza kimya. Jambo ambalo utakao ufanye, jichunguze na ujiulize, ni Rutu gani yupo ndani ya moyo wangu? Je, ni kiburi, au kutosamehe, au ni tabia nilizonazo, au ni kwa sababu ya kupenda mila na desturi, au ni kwa sababu ya kupenda jamaa na marafiki kuambia habari zako? Kama umeelewa somo hili, tafadhali naomba ushare kwa ndugu zako, kwa marafiki zako wanaopitia mambo haya, ili waweze kuelewa. Ufafanuzi zaidi, nipigie kwa namba za simu 0791913992. Ni mimi Madini Halisi. Asanteni sana.